Chomoza, a hub of hope. Alright, karibu sana. Chukua karatasi yako ama diary yako ambao unaandika somo la mawazo, na Dr. tunaye hapa, tunaendelea mbele. Karibu Dr. Heri ya Pasaka. Heri ya Pasaka kwako pia. Ndugu mtazamaji, tuwasalimu nyote kwa upendo wa dhati kutoka kwetu timu Chomoza. Leo ni siku nyingine Bwana Mungu ametujalia kuwa hai na tuendelee kujifunza. Kumbuka tunaongelea mawazo, na katika circuit yake ya kati ambako mawazo yanatembea kwa kasi mno, tulisema ni uhusiano wa urafiki. Na tuliahidi wiki iliyopita kwamba leo tutamuongelea yule mtu rafiki, kwani kuna watu marafiki na kuna mtu rafiki. Mtu rafiki ndio mwenyewe sasa. Huyo hapa uwezo kawa nao wengi maishani mwako. Kwa uwezekano wa maisha ya mwanadamu, kwa usawa wa utafiti, ni kwamba mtu anaweza akawa nao 10 tu kwa maisha yake yote, na hata kuwa nao mtu rafiki huyo, hata kuwa naye kwa kila mwaka. Unaweza kawa na mmoja tu kwa mwaka huu, ukibahatika unaweza kawa na 2 kwa mwaka mmoja, ila kwa maisha yako hadi kifo utakuwa nao 10 tu. Hawazidi zaidi. Ni jambo ambalo ni la kipekee katika ulimwengu huu ambako dhambi imetawala. Mtu rafiki, hiyo hali inakuwa wewe unakuwa nayo ili uvune. Lakini tofauti ni kwamba sio lazima mtu rafiki kwako awe mtu rafiki wewe kuwa mtu rafiki kwake. Tuasisitize. Vice versa. Unaweza ukawa wewe mtu rafiki kwa mwingine na yeye sio mtu rafiki kwako. Uwezekano huo upo, lakini haibadilishi taswira kwa mtu rafiki. Kuna wale ambao wamepata neema hali hiyo kuwa reciprocal, yani nakuwa una mtu rafiki naye wewe kwako ni mtu rafiki na wewe kwake ni mtu rafiki. Tofauti na vile kwamba rafiki yako ana rafiki yake lakini sio rafiki yako. Yeah, something like that. Yes, lakini ndio hiyo, kuna wengine wamepata bahati kwamba ni rafiki yangu na yeye ananihesabu kama rafiki yake. Yeah, not that way. Tunamaanisha hivi, mtu rafiki kwako, tunakwenda kufafanua maana na sifa zake. Mtu rafiki kwako sio lazima wewe kuwa rafiki kwake, kuwa mtu rafiki kwako. Na kuelewa vizuri Dr. Na ikitokea, endapo itatokea, wewe umepata neema ya kuwa na mtu rafiki, naye ni rafiki kwako, nawe ni rafiki kwake, mtu rafiki kwake, ni neema ya kipekee. Yeah, true. Neno rafiki kwa French language, kwa lugha ya Kifaransa wanasema amitié, urafiki. Rafiki anaitwa ami. Neno amitié source yake ni am kwa lugha hiyo. Am kwa lugha ya Kiingereza ni soul. Soul kwa Kiswahili ni nafsi. Hiyo neno unaosikiaga wanasema soul mate ndio amitié. Soul mate ni jambo ambalo ni nadra kwa dunia na haipaswi kuwa madai. Upaswi kudai urafiki. Urafiki ukimwona mtu ana mtu rafiki, huyo mtu anastahili. Kuwa na mtu rafiki sio madai, ni staha. Inabidi universe ikuitikie na iwe supportive of you. Kwani hatuhitaji wengi sana, ni moja tu. Ukiwa na mmoja anayeweza kukushika endapo utakuwa mdhaifu, mmoja tu utaendelea kwenda. Ukiwa na mmoja tu anayekutia moyo, anayekutia nguvu, anayekujengea imani, mmoja tu unaweza ukainuka na kwenda tena. Mtu rafiki
ukiwa naye umevuna. Ina maana na wewe wapaswa kukumbuka kwamba ni muhimu kwako kuwa mtu rafiki kwa mwingine. Endapo tumesema sio lazima uvune kwa yule ambako wewe ambaye uko mtu rafiki kwake, ili upate mtu rafiki wa kuwa na sifa hizo tunazo kwenda kutaja sasa hivi kwako. Hata wewe usipokuwa mtu rafiki kwake, lakini inabidi hakikisho kwamba wewe na mtu rafiki kwingine ambaye wewe una sifa hizo unazozivuna kwa huyu hapa. Tuko sambamba? Unapoweka mbegu kwa mti, kwa mazao, sio pale unapovuna. Inabidi uvune mbegu imeisha chipua, umeshaona mazao, unavuna kwingine. Uliweka mbegu chini, unavuna matunda juu kwa wingi. Kwa hiyo sio lazima uliyemtendea mema akutendee mema. Kwani unayemtendea mema akiwa na uwezo wa kukurudishia mema yako, uvuni. Kumbe mavuno inabidi yawe kwa wingi. Ukimtendea mtu mema alafu namdai naye akutendee, umemkosea yule mtu uliyemtendea mema, na umekosea sheria za universe. Unayempa inabidi yawe amekuwa chini yako. Ukimdai unataka kumuinua juu yako. Hebu nyosha mkono. Nikiwa nakupa, mkono wangu nao kupa uko juu. Ndio. Nikikudai ina maana nataka mimi niwe chini, wewe uinuke. Kwa hiyo in principle, ukiwa unampa mtu, ukiwa unamsaidia mtu, usimdai. Bwana Yesu alisema heri ya Pasaka kwa sisi sote waumini. Heri ya Pasaka. Bwana Yesu alisema ukitenda mema kwa yule ambaye ana uwezo wa kukurudishia, unamtendea kidogo na kutendea makuu, kuna faida gani? Inabidi umpe mtu ambaye yuko appreciative, ili Mungu aruhusu universe kukuassist. Maisha yanakwenda hivyo. Unayemtendea mema, unampa pesa, sio lazima yeye akupe pesa. Anaweza kukupa furaha, anaweza kukupa amani, anaweza kukupa maelekezo. Wanafunzi wanakwenda shule, wanatoa ada, lakini wamepewa elimu. Elimu hiyo inaweza kuzalisha pesa zaidi ya ada waliolipwa, waliotoa kama mbegu, au la. Now, mtu rafiki ni mavuno. Kuwa na mtu rafiki ni mavuno. Mavuno kutoka kwa universe. Ilitakiwa iwe hivyo kwa wanandoa. Wanandoa ndio walikuwa wanaitwa kuwa mtu rafiki. Mume mke ni mtu rafiki. Lakini ukiangalia rate ya taraka inavyoendelea mahakamani, ina maana ndoa ni fake, haifikii viwango vya urafiki. Na ulimwengu wa sasa ambako ibilisi ameteka nyara watu, ni pale kuzuia mahusiano ya urafiki. Mahusiano ya urafiki yasipokuwepo, hakuna taifa litakalo stand. Hakuna serikali itakayodumu. Hakuna uongozi utakaokaa. Kutakuwa na uasi, kutakuwa na vurugu, kutakuwa na vita, kwa sababu hakuna urafiki. Urafiki unatembea na sifa ya kisaikolojia inayoitwa empathy prior to sympathy. Empathy, sifa kuu, sifa nambari 1 kwa mtu rafiki kwako. Atakuwa empathetic na wewe. Empathy ni ile hisia ya mtu kujihesabu kama wewe. That's one. Yani anakuwa wewe. Manake mtu rafiki ni yule ambaye ni wewe. Kwa mfano, ukianguka naye ameanguka, ukinyanyuka naye amenyanyuka, ukihuzunika naye amehuzunika. Ina maana huyo mtu anakuishi wewe. Mtu rafiki ni yule ambaye anakuishi wewe. Endapo na wewe utamuishi yeye, ina maana hapo mmekutana na mtu ambaye wewe ni mtu rafiki kwake, naye ni mtu rafiki kwako. Kumishi mwingine ni sawa na kumhisi
mwingine, kwani kuishi ni kuhisi. Unachokihisi unakiishi, kinaishi ndani mwako. Mtu rafiki ni yule ambaye anakuhisi, anakuishi, lakini haishii hapo kwa empathy ambao ni ordinary hisia kwa kisaikolojia. Anakwenda beyond empathy, anakuwa a better version of you. Rafiki, mtu rafiki ni yule ambaye ni wewe lakini katika ubora zaidi, ambaye ana nguvu ukiwa dhaifu, anakuhisi lakini ana nguvu zaidi yako. Ni sawa na gari ambayo haijanasa. Wewe ukinasa, yeye anakuwa gari ambayo haijanasa, lakini amejiunga na wewe, anafunga mnyororo ili akuvute. Atakuhisi anavyokuvuta, lakini yeye yuko free, ana uwezo wa kwenda, lakini ameunganika nawe ili akuvute utoke ulipo nasa. Mtu rafiki ni yule ambaye anakuhisi, anakuishi, lakini anakuwa better version of yourself. Ana uwezo zaidi ya kwako wewe, ana ubora zaidi yako, lakini yuko empathetic na wewe. Anajiweka kama wewe, anakuwa kama wewe, anavaa viatu vyako. Huyo mtu rafiki tumesema ni empathetic, lakini tukiishia hapo tutakuwa tumefeli, kwani akiwa empathetic, ukizunika na yeye amehuzunika, na kusaidiaje? Anakuwa better version of yourself, anakuwa version nzuri kuliko wewe, bora kuliko wewe. Anaishi pamoja nawe kwa kukuhisi. Ukiwa na shida anahisi. Ni yule ambaye umlilii shida, anatambua shida zako kwani ni za kwake. Ni yule ambaye muombi, anakuombea, naye anakutendea kwa haja zako bila malalamiko ya shida zako kwake. Akikuona umekwama, analenga kukuvuta moja kwa moja utoke hapo. Tumesema ni better version of yourself. Huyo mtu, sifa yake ya tatu ni yule ambaye ana balance sifa zako ndani kwa nje. Kwa watu wewe ni mwema tu, mabaya yako anayaleta kwako tu. Kungine wewe ni mwema tu, yani hata ukosee namna gani, ufanye mambo namna gani, kwa watu wengine yeye anakuongelea vyema tu. Chukulia hiyo na wewe vile vile. Kwani tumesema ukitaka kudai, usidai urafiki, usidai mtu rafiki, inabidi uhakikishe na wewe uko hivyo. Unaweza ukawa usiwe hivyo na huyo mtu tunayemuongelea, lakini uko hivyo na mwingine ambaye atumuongelei. Wewe una sifa hizo. Yule ambaye wewe unamuongelea mema tu kungine, hata akiwa nakosea unamtetea, lakini kwake unamuonyesha picha kamilifu ukiakisi madhaifu yake. Mtu rafiki sio yule ambaye anatolerate makosa na mapungufu yako mbele yako. Huyo ni mtu adui, anayekuonyesha wakati wote everything is all right, everything is all right. Did you know kwamba watu wanaokusimanga sana ni wale ambao wanaonekana wema karibu na wewe? Mtu ambaye hawezi akakusimanga, hawezi akapeleka umbea kuhusu wewe na tetesi nyingi, ni yule ambaye mbele yako anakufungukia kasoro zako. Ndugu mtazamaji, usimchukie yule anayekuonyesha kasoro zako. Ndiye rafiki wa kweli. Anayekuita anakuambia hicho ulichokifanya sio sawa,
Maandiko yanasema umkosee mwenye hekima atakupenda. Umkosoe mwenye hekima atakupenda zaidi. Ukimkosoa mpumbavu anakuchukia. Dunia hii imejaa wapumbavu. Tumejawa upumbavu. Wema kwetu tunaona wabaya. Wabaya kwetu ndio wema. Mtu rafiki kwako ni yule mtu ambaye kwingine anakusema vyema tu. Mtu rafiki ni yule ambaye wewe ukiwa mtu rafiki kwa mtu ni yule ambaye wewe ukiwa kwingine unamsema vyema tu. Lakini ukiwa naye unamfungukia. Unawapata wapi? Unapata wapi sifa hizo kwa ulimwengu wa sasa wa utandawazi, ambako watu tunajiokoa na maisha kila leo, hatuna uhusiano wa maana na maisha yenyewe. Watu wajui amani hadi afe, wamwandikie pale pumzika kwa amani. Amani ni jambo la kuishi, ndio bayana pia ya mafanikio kamilifu, kwani mwenye amani moyoni mwake ni visionary, mwenye uwezo wa kuona, mwenye uwezo wa kuwa na mustakabali kimaisha. Basically, ndugu mtazamaji, mara nyingi tunasahau. Unamchukia sana huyo mtu pekee ambaye anaweza kawa mtu rafiki kwako. Kisa amekunyoosha, amekwambia sifa hizo sio sawa. Twasisitiza, akukosoi hadharani. Palipo na mtu watatu ni yule ambaye anakunyoosha mkiwa nini wawili tu. Maana yake hakuna kikao. Ndio maana ndoa inapendeza, isiwekewe vikao. Mwanaume na mwanamke, kama umeona umekwama, tafuta msaada wewe peke yako. Wende kumsaidie mwenzako. Msaidiane nini wawili tu. Kwani ni mahusiano ya urafiki. Angalia leo watu wanavyokashifiana mtaani. Utakuta mwingine anasema unaona nyumba hiyo, mimi ndio nawalisha, hawana lolote. Mwanamke ndio anasema hivyo. Huyo mwanaume afani chochote ndani ya nyumba, anamwambia rafiki yake, mimi ndio nina kazi, mimi ndio namlisha. Huyo mwanaume unamuona hapo ni sanamu tu. Yani hana lolote pale. Bora hata sanamu sura inaweza kaeleweka, lakini yeye pale sijui ni hewa. Bora hata hewa unaweza kahisi hewa. Maana yake unamfanya huyu non existent. Unaongea hivyo na rafiki, alafu unamuita mume wako. Unamuita baba watoto wako. Jesus. Baada ya miaka miwili, baada ya siku kadhaa ukiendelea kuwa naye, utajisikiaje kwa huyo uliyemwambia kwamba wewe ndio unamlisha? Katika mahusiano ya ndoa mnalishana kama ilivyo sherehe katika uhusika wenu. Yes. Mnalishana. Dunia hii ni mbovu na dini nayo imekuja kukazia mambo ambayo ilitakiwa tulete mwanga. Ndugu zangu, niwaambia mara kwa mara, tujiongeze wakati wowote. Ninapokufundisha hapa, usisahau ubongo wako wako kutafakari pia. Hata ukielekezwa namna gani, unajikumbuka mwenyewe. Yes. Usiwe brainwashed. Watu leo yani tunakuwa too irresponsible. Unaweza kukuta mtu hana mtu ambaye yeye ni rafiki, mtu rafiki kwake. Ana maadui tu. Anaona mabaya na wabaya tu. Sorry doctor. Kuna mtu mwingine anaweza asiwe na rafiki kabisa mpaka anakufa. Yes. Ipo hiyo. Uwezekano ni kuwa nao 10, lakini uwezekano mkubwa ni kutokuwa nao. Watu wengi wanapata hiyo kwa wazazi wao tu. Kwa sababu mzazi thabiti, sio wazazi wote, lakini mzazi kwa asilimia kubwa ni mtu rafiki kwa mtoto wake. Kwa unaweza ukawa rafiki wa familia yenu lakini sio rafiki kwa watu wengine huko nje. I didn't get that. Mzazi ndiye rafiki. Mzazi sio familia yako. So familia wewe yako ni familia yake. Ni familia yake. Wewe ni familia ya mzazi wako. Sawa. Inawezekana baada ya hapo usiwe na rafiki tena kwenye maisha yako. Asilimia kubwa ya watu wanakuwa na, yani wazazi wanakuwa mtu rafiki kwako.
Unaumwa, una shida, una matatizo. Yes. Yani wao hawezi kukutenga, hawezi kukudampu, wako mtu rafiki. Wanakamilisha sifa nyingi za mtu rafiki. Yes, kwa mtoto. Yes. Ndio maana tulikuwa tunasema wazazi wangekuwa natambuana kama wanavyotambua watoto wao. Hakuna ndoa ambayo ingekufa. Yes. Lakini ujinga na upumbavu, unamkataa huyo mwanamke, watoto wake ndio wanawapenda. Watoto mliozaa naye. Utaki huyo mwanaume, watoto mliozaa wote ndio unakaa nao. Si unamuona tu, unajitesa for no reason. Yes. Ndugu mtazamaji, leo tuna celebrate, tunakumbuka Pasaka. Bwana Yesu amefufuka. Alifufuka kwa sababu alikufa. Narudia, alifufuka kwa sababu alikufa. Akapewa jina lililokuu zaidi ya majina yote. Dini zote zinamtambua, hata zinazompinga. Kwani hakumpinga mtu wala hajaji ya kuwakilisha dini. Dini la Kikristo sio dini ambalo Yesu alileta. Make no mistake about it. Yesu alileta habari njema, injili ya wokovu. Hakuleta dini. Tusisahau mambo kama haya. Alikuja kwa ajili ya wote. Dini imekuja kusomeka baadaye. Ya Wayahudi ilikuwepo, na kati yao kuna waliomwamini Kristo na kadhalika. Yesu alifufuka kwa sababu alikufa. Ushindi wa kweli hauji kwa kupigana tu. Kuna ushindi wa kweli unakuja kwa kushindwa, kwa kujisalimisha, kwa kukubali kufa pia. Sio kwa kujinyonga ama kujiua, bali kupotea kabisa, kuzalilika, kuonekana kama una uwezo wa kujitetea. Ushindi wa kweli unakuja hivyo. Baba, wasamee wajue walitendalo. Leo ni kupambana kabisa, kesi. Utakuta watu wanakwenda mahakamani kufanya taraka, mnamaliza taraka, kila mmoja na chuki na mwenzake na kadhalika, amtengenezi kadi za mwaliko. Alafu mwingine anakwenda na sherekea, nimefaulu. Tengeneza kadi za mwaliko, alike watu kwamba umefaulu kutaliki mwenzako. Sio sherehe, sio jambo la kufurahisha. Mtu rafiki, brother Jimmy, mwanangu Evans, hii tufunge ukurasa kwa leo. Yeah. Ni yule ambaye ana kuhisi wewe, anaishi wewe. Ni yule ambaye ni better version of yourself, anakuzidi nguvu, yu karibu nawe na ana ukaribu nawe, lakini anakuzidi nguvu. Anakuhesabu wewe uwezi bila yeye. Na ndiye mtu ambaye mema na mabaya, mema yako anapeleka kwingine. Ukikosea wewe, anakunyoosha wewe. Ni yule ambaye anakuambia mabaya yako wewe, kwingine anaongea mema kuhusu wewe. Kwa mtu wa tatu anaongea mema kuhusu wewe. Exception ni wakati wa shida, unaomba msaada, unaomba mwongozo. Unapoomba mwongozo sio mashtaka. Unataja kasoro za mwenzako, unaomba mwongozo kama mwenye busara, mwenye hekima zaidi akuongoze. Lakini hakikisha au mkandi mwenzako. Unataja tu kasoro ulizoziona ili usaidiwe kubeba mzigo huo. Mtu rafiki kwako unamhitaji. Na ili umpate wepesi, hakikisha wewe ni mtu rafiki kwa mtu. Uwe empathetic na mtu. Umzidie uwezo mwingine, hata akiwa mzaifu, unasema ni mzaifu tu, kama unavyobeba watoto wako. Naelewa kwamba wewe ni better version yake. Mabaya yake usiyatoe nje, ongea na yeye mwenyewe. Tuweke nukta kwa leo hapa. Kwa mtu rafiki, ndiye huyo mtu unayemhitaji, atakaye kuinspire confidence, ujiamini mwenyewe, uwake tena kuweza kuishi vyema. Tuendelea kukumbushia mambo yote tunaongelea dunia hii ni mahusiano tu. Yote. Msalaba ni mahusiano. Kuna miti miwili, kuna mti wa chini kwenda juu na kuna mti wa pembeni.
Horizontal inamaanisha mrejesho wa uhusiano kati ya mtu na mtu. Kutoka chini kwenda juu ni kurejesha uhusiano kati ya ardhi, dunia hii, na Mungu mbingu. Ni muhimu mno tukumbuke kwamba msalaba ni mahusiano tu. Na semina yetu Jumapili ijayo ndio siku ya mwisho. Ndio siku ya semina. Yes. Semina hiyo ni muhimu kwani tutaongelea mahusiano kwa mapana yake. Na sio kwa ajili ya watu tu kama tunavyoona ndoa na kadhalika. Ndoa itajengeka kwani hata kudumu katika ndoa inabidi muwe na mahusiano tayari. Kabla ya kuingia kwenye ndoa inabidi muhusiane. Tutaongelea kwa kadiri Bwana atakavyotuwezesha kitaaluma na kifalsafa vile vile. Jitahidi kushiriki, ujijenge wewe kama mtu, na wengi umeisha kata tamaa kwamba mahusiano ni nini. Upende usipende utahusiana na mtu tu. Utahusiana na kazi. Kuzaliwa ni kuhusiana tayari. Umezaliwa wapi? Umetoka kwa familia. Tukijijenga kwa hekima ili tuweze overcome challenge kubwa tulizo nazo sasa hivi za utandawazi zinazofanya mtu asiwepo alipo. Watu wengi tuko mbali na tulipo. Unaangalia michezo, unaangalia mambo ambao wewe usiki directly, movie, unaangalia tamthilia ambazo hazina fundisho bali zinakusisimua tu. Watu wengi wanakosa attention katika maisha yao. Attention span ni too low. Njooni ndugu mtazamaji mpendwa, tujifunze sote Jumapili ijayo tarehe 27 hapo Lulu Social Hall Sinza Mapambano kuanzia saa 9 alasiri. Nadhani ndugu Ezra atapost hiyo tangazo, na tangazo linaongea vyema. Kuna namba utakazoziona unakwenda kuziona hapo kwenye tangazo, na kuna Instagram page ambayo inaitwa The Voice of Wisdom 21. The Voice of Wisdom 21, pale utapata Instagram ya The Voice of Wisdom ya kwetu ambayo ni official page ya Dr. Eli. Mwanangu ameifungua. Ni muhimu, tumeona ni muhimu tuwe tunawapa message moja moja kama tulivyopotelewa na channel yetu juzi kati hapo. Tungekuwa na sehemu ndogo ndogo hivyo inasaidia sana. So Instagram page ni The Voice of Wisdom kwa neno moja 21. The Voice of Wisdom 21. Ingia pale utakuta pia details za matangazo. Mahusiano katika uimara wake, tuongelea uimara wa mahusiano na wewe na watu na maisha yenyewe. Simu ya kupiga imeandikwa hapo ili upate maelekezo zaidi. Ni 0784 57 0306 0754 57 0306. Turudia 0784 57 0306, na nyingine ni 0754 57 0306. Kuna lipa namba hapo, lakini kwa maelekezo zaidi ukishalipia booking yako hakikisha una confirm na namba hizo, na mwanetu anayosimamia hiyo anakuwa makini, yani utapitwa. Ili upewe tiketi yako utatumia code yako ambayo itakuwa scanned ukifika hapo ukumbini. Na wasi tuwahi kufika ili tuwahi kuondoka pia. Tutakwenda na muda, tutapeleka kama darasa. Mnapoingia mwalimu yupo anawasubiria. Mnaingia mwalimu anasimama anaanza kufundisha. Hakuna madoido. Hakuna. Tuko darasani. Lete daftari yako, kalamu ya kwako, umekwenda darasani kujifunza. Hakikisha unashiriki. Kama una mwenzako umlete. Una mtoto ambaye amekuwa, una uwezo wa kumuongoza, umtume. Hata wewe usipokuja umpeleke mtoto wako aje ajifunze, ambaye ameishavuka miaka 18. Itakuwa vyema zaidi. So tangazo hilo tumelisha soma. Tukumbuke Jumapili ijayo, na kwa taarifa mwisho ni tarehe 24.
Tarehe 24 booking zimefungwa. Watakao ushiriki ni wale ambao Bwana amepanga wawepo ili wajengeke. As a matter of fact, dunia hii wanaolenga kujengeka ni wachache. Naomba wewe uwe mmoja wao. Tarehe 24 mwisho wa booking. Ikifika tarehe 24 saa 6 usiku funga. Tarehe 25 usije. Mlangoni usije kulipia pale. Tafadhali. Tupenda daima. Bwana ibariki Tanzania na uongozi wetu wote, dumisha amani, umoja na upendo uliothabiti na urafiki. Undugu wetu udumishwe nawe daima kama misingi ya Utanzania. Bwana ubariki East Africa Community na uongozi wake. Bwana Mungu ubariki Afrika, ubariki ulimwengu wote, na siku ya Pasaka ya leo amani yako idumu na watu wahisi na kuishi ushindi wako dhidi ya dhambi na kifo. Bwana Mungu bariki Clouds Media Family na uongozi wake wote. Bwana Mungu bariki Chomoza na uongozi wetu wote. Bwana Mungu akubariki ndugu mtazamaji na wakwako wote. We love you dearly and always will do. May God bless and keep you safe. See you next Sunday, God willing. We love you. Thank you. Haya, acha tupate break alafu tutarejea punde. Mungu wetu tunakusifu, Mungu wetu twakuinua, yale uyatendayo makuu mno. Fadhili zako za milele haufananishwi na chochote, iwe uliye mwanzo tena ni mwisho. Chomoza, a hub of hope.